Hii ndio taswira iliyokuwa mjini Eldoret mapema leo. 40 za wawili hawa ambao ni washukiwa wa wizi wa pikipiki zikawa zimewadia waliponaswa na mtego wa nyuki unaoaminika kutegwa na mganga mmoja mjini humo. Kwa mujibu wa mhudumu wa bodaboda aliyeibiwa pikipiki hiyo, vijana hao barobaro walijidai kuwa wateja wa kawaida na hivyo basi akawahudumia, ila walipofika mwisho wa safari wanaoshukiwa kuwa wezi wakatekeleza ajenda yao. Sasa kufika kwa maduka sikuwa na lose, wakanipatia shilingi 500 ndio utafutie uturudishie. Mimi kwa duka ya kwanza kwenda sikupata change, kwa duka ya pili sikupata change, sikufanikiwa. Sasa nikasema si wanaweza kuwa na M-Pesa wanitumie nini kwa simu. Mimi kurudi sasa nimefikiri bodaboda hakuna. Wawili hao walilazimika kuelekea Guu Mosi, Guu Pili hadi kwenye makazi ya anayeaminika kutoa huduma za uganga ambaye alifanya matambiko ya aina yake ili kuwafurusha nyuki waliokuwa wamewakaba washukiwa hao wa wizi. Waendelee kuwatafuta hao wezi, wazidi kupatikana na daktari. Nasema kama kuna cheo unaweza pandishwa, kama ni diploma na degree uendelee kupewa kabisa. Daktari uendelee kufanya hiyo kazi. Nikiwa mmoja wao nasema daktari, Mungu aendelee kupea nguvu kabisa ya kupata hao wezi kabisa. Wapatikane na wafanyiwe vile wamefanyiwa. Wenyeji hapa wanadai kumekuwa na visa vya mara kwa mara vya wizi, sio tu wa pikipiki bali pia wa bidhaa zinginezo, hivyo wakizitaka huduma za ganga za Daktari Waswa kuendelea. Nasema huyu daktari wetu ametusaidia sana. Hata hivi majuzi mtoto wangu aliibiwa simu ambapo aliwapata, alilia sana na wezi wakatoroka, hawakupatikana. Baada ya kizaazaa hicho kilichositisha shughuli zingine za kawaida kwa muda mjini Eldoret, wawili hao walikamatwa na polisi wakisubiri kufunguliwa mashtaka. Nixon Kisaka, K24 Weekendi.